ulioniahidi mimi. Moyo wangu siku hizi unajitenga sana. Ile sana unajitenga, maskani utokei, unakaa mwenyewe. Yaani unakuwa mtu wa mawazo. Alafu sikia nikwambie kitu kimoja wangu. Ujue sio kwamba eti ukitembea na mtu mwenye ugonjwa basi na wewe unao ugonjwa. Yaani kuna muda mtu unaweza kutembea naye ana ugonjwa na ukawa mzima tu vizuri. Au muda mwingine unaweza ukawa unashiriki kitu na mtu ambaye unajua kabisa huyu ni shoti ya umeme na bado ukatoka salama. Watu wengi ndio tunajua kabisa kwamba yule demu ameathirika, kuna hivi na hivi, maneno mengi. Na yule pale ukimtongoza hata leo akukatalii kwa sababu inaaminika hivyo. Sasa sio kwamba kutembea naye ndo mwisho wa maisha yako au vipi. Kuna watu wanatumia vidonge, wanaishi kwa matumaini na hawana stress yoyote na wanakula bata vizuri. Kwa nini wewe sasa? Yaani sio mwisho wa maisha. Mimi nakwambia jichanganye sana na watu, enjoy maisha yako. Lakini ukiendelea kuwa na stress hivi na huko unapokaa kwenye miti peke yako unajinyonga siku yote, naona hizo dalili. Na hapa sasa hivi unaweza ukajitundika. Ndio maana mimi hapa nimekutafuta huko kote, nimekukosa, nikajua kabisa yule kuna sehemu anapendaga kukaa. Nimekuja. Na ninakupa tu ushauri wa bure, ushauri mdogo. Ni kweli yule dada anasemekana ameathirika. Ila wewe sio kwamba ndo umemaliza maisha yako, au sio kwamba yule umekisa upo naye ndo fanya hivyo bwana. Yaani mimi mwenzako kuna muda tunaingia simanzi. Yaani wewe ukikaa hivyo sijakuzoea hivyo kabisa. Yaani mimi nishazoea sasa hivi ukifika pale tumebishana kuhusu siasa, tumebishana hichi, tumeongelea hichi, tumefanya hivi, tumeongelea muziki wa Kikongo na wa kizamani. Hivyo. Yaani hivyo ndio nilivyokuzoea mimi. Hasa leo hiyo umekaa hivi tu muda wote. Anko vipi umekaa hivi? Mimi toka nakuja huko naimba na vibe langu hapo umekuja nayo unanitia simanzi tu. Kwa sababu hapa mimi nimetoka kwa vibe langu nimefika hapa na kuona simanzi. Na mimi nitakuwaje na vibe tena? Sio hivyo. Yaani kupata virusi sio kwamba ndio mwisho wa maisha. Kwani yule ngoja, wewe umetembea naye mara ngapi? Hata sikumbuki kwa sababu ni muda mara nyingi. Wewe kama mtu kabisa analala, anaamka. Wewe yaani kwa unataka kuniambia yule pale alikuwa mama mtu. Basi mimi nikajuaga ile kwamba mara moja ni mara moja tu, ndio maana nikakwambia kwamba una namna unaweza ukashiriki kitu na mtu na bado ukatoka salama. Kwa kumbe alikuwa mama mtu. Basi inawezekana ukawepo. Ila hata kama utakuwepo hauna nguvu kivile, kwa sababu wewe utakuwa umeuai bado mpya. Kwa hiyo hapo anza sasa hivi dozi tu mapema, na wanasema wale sasa hivi dozi zake sio ukitumia mfululizo miezi 6 na unapotea kabisa. Yaani ukizingatia dozi ile kila siku unakula vizuri, matunda, maji mengi, mazoezi, wanasema unapotea, unafitika. Sababu hivi vile si vimekuja tu. Vimetoka wapi? Sijui wanasema kwa soko, sijui kwa nini watu wa historia au mimi sijui. Kwa hiyo mimi nakwambia tu wangu, labda uzingatie tu hivyo. Zingatia dozi sana. Dozi, maji mengi, kaa na watu. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo hivi yani kwamba muda mrefu hivi nimekuwa nayo inaweza kawa nao na mimi. Inawezekana kwa sababu mwana sasa hivi hata yeye mwenyewe kama kaanza kupauka. Unaona mwanzo alikuwa bonge la pisi, nyama nyingi. Mpaka mnamuitaga ugali mdogo nyama nyingi. Ndio pale ulipozama pale kipindi kile maskani hatukuoni. Unajifanya nakuja nageuka na tucholea raundi muda wote na kidole. Kumbe bwana ulikuwa unajishindia mwenyewe mshindi. Unajua ujana wewe na muda mwingine. Kama ndio hivyo, sio mwisho wa maisha. Sio mwisho wa maisha kabisa yani. Nakwambia. Na hata kama ndo unasema hivyo alikuwa mama mtu, unaweza usipate. Sababu kupata sio kazi ndogo. Unajua kupata ni gharama. Inabidi ugaramike kweli. Kwa unaweza sometimes labda mara nyingi kulala. Inaweza nikawa nisipate. Unaweza usipate, ila unaweza ukawa nao pia. Kwa hapo tuko 50 kwa 50. Kwani ulienda kupima?
Kama mimi sijaenda. Sasa hapa cha msingi hapa, kama tukitoka hapa hivi, kwa sababu hapa tusikilizie tu jua lipoepoe, kwa sababu mimi mwenyewe nimetoka huko, nimehangaika juani. Nikasema hapo ngoja nikamcheki ndugu yangu kwenye kile garden cha chini ndo anapoaga, nikaja nikakukuta bahati nzuri sio mbaya. Kwa hiyo hapa baadaye tunaweza tukapime. Pime tu damu kubwa, na ukipima damu kubwa mimi nakwambia katika watu ambao watakuwa karibu na wewe ni mimi hapa. Mimi siwezi nikakutupa. Sababu mimi sinajua nyenzo zako zote. Sometimes mpaka ulikuwa unakuja kuniazima geto. Sasa mimi nikajua siku ile ambayo umeniazima geto afu hujarudi tena, nikajua ndo ile umepita zako tu basi. Kumbe kuna sehemu tena ulikuwa unaweka, mwisho wa siku sasa ukamkaribisha na kwenye geto lako mama mtu. Tu mbaya hiyo. Mbaya sana. Au kama vipi ni mlevi. Sasa unajua ukiwa mlevi afu utumie dawa itakukausha, kwa watu watajua mapema. Umeona sasa hivi hapo na mafuta wananawili. Endelea na dozi, kula vizuri. Lakini hapa inawezekana sina, labda unaweza kukuta yani kwa mfano ninavyojiona hivi naweza nikapiga push up 10, naweza nikapiga push up 20. Mwenye ukimwi kwa kipindi hichi zama hizi za utandawazi huwezi kumjua. Yaani sasa hivi hapo hadi mabonge unakuta bonge linashindwa hadi kutembea, hilo ni mgonjwa. Kwa yani ina kitu cha kawaida tu hicho. Wewe ukizingatia dawa, kwanza zile dawa zinanenepesha. Zile dawa zinanenepesha vibaya mno. Kwa hiyo wewe kila tu vizuri, kila zile dawa zinanenepesha upauki. Yule sijui kana chakula dawa kajikatia tamaa. Wewe sio mwana hivi anapauka. Elias. Hapa cha msingi tu wenzetu hospitali hivi tukahakikisha. Mimi naamini utakuwa huna tu. Bado mafuta yanaonekana hivi. Ila kwa stress zako hizo, usizani. Au umesikia? Mimi ngoja niende nikawaambie huko wadau hivi juu kwamba tukufariji sana tusikutenge. Mimi ngoja nikaambie tu wadau kwamba jamani tusimtenge Uncle Musa. Uncle Musa anahitaji kufarijiwa, tukae naye sana. Kwa sababu unaona hapa muda wote hii kama hutokaa na mtu karibu hivi unaweza ukajinyonga, unajizuru muda wote. Hapo ushaniambia unataka kuwa mlevi, hapo si ushaniambia unataka kuwa nini? Kwa hiyo hii changamoto hii. Zingatia nilivyokuambia, sawa? Maji mengi, pata dozi. Kwaheri bwana.